Yani mimi sijaokoka sana, kinizingua fresh. Tunapanga. Yesu hakuwa mnyonge bro, wala mitume wake wakuwa wazembe. Afu Yesu hajawahi kuwa na mtume mzembe, hata huyu mmoja. Wewe angalia Paulo anatokewa na Yesu akiwa anaenda kufanya kuua mtume, na ndo ameandika hiki kitabu chote hiki. Hii yote Agano Jipya hili lote hili kaandika yeye peke yake. Ndo aliandika zaidi kuliko mtume yote wa Yesu. Anatokewa na Yesu anaenda kuua, anaenda kufanya tukio. Afu Yesu anamwangalia sana, namtaka hii mbavu naitaka. Paulo, Yesu anajua hawezi kuhubiri injili, ni injili yenye vita, kwa lazima awe na watu powerful, wako fiti kivyo vyote. Njoo akaona huyu mwamba huyu anafaa, akamtume Paulo. Petro mzee wa visu, Matayo mzee wa kukaba watu, robali. Mitume wote 12 hakuna hata mmoja mtakatifu, wote kachukua wa mitaani walioshindikana tabia mbovu, awachukua kawakusanya, alafu anawatengeneza. Lengo awe na watu ambao wako fiti mwilini, wako fiti roho. Kuna siku alitaka kumkamata Yesu na kumfanyia fujo. Maandiko yanasema Yesu alikuwa hekaluni, kisha wakaja watu, alivyoingia akakuta wamegeuza hekalu la Mungu kuwa nini? Pango la wezi na wanyang'anyi. Yaani watu wanafanya biashara, wameweka nyanya mpaka mbuzi, kondoo, ngamia. Yaani imekuwa sio kanisa, imekuwa sasa ni sehemu ya biashara. Alipoingia maandiko yanasema akabadilika. Unajua Myahudi akibadilika anakuwa mwekundu, maana akapatwa na hasira. Hakuambia kwa jina la Yesu, no. Akaanza kutumia nguvu ya mwilini, anapasua, anapindua meza. Watu wakasema kamateni huyo. Wakaitwa askari waliokuwa wanalinda nini? Hekalu, wamdhibiti. Wakachemka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mitume. Mitume wakamprotect, haondoki mtu hapa, hachukuliwi mtu hapa. Hakukamatwa Yesu hiyo siku. Ambia hapa Yesu haondoki. Miamba wameweka kifua mbele hivi, haondoki mtu hapa. Unafikiri Yesu alikuwa anajisikiaje? Kuna kuwazuia kwamba jamani waacheni wanikamate? No, alikuwa na feel proud kwamba ana watu ambao wako fiti rohoni, wako fiti mwilini. Unazulumiwa, unasema haya, Mungu atanilipia. Mungu yupi? Unaibiwa na mtu, unasema Mungu atanilipia. Jumapili unamkuta kanisani anatu. Na usisahau wewe sio Mungu. Mungu yupo, anaweza kumsamehe. Kwa la mwilini lifanyike mwilini na la rohoni lifanyike rohoni. Lazima ujue kubalance mambo ya roho na kubalance mambo ya mwili.